Okay, Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Basi ni siku nzuri ambayo Mungu ametupatia kwa ajili ya kuinuliwa. Sema kwa ajili ya kuinuliwa. Kwa ajili ya kuinuliwa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu na kwa damu takatifu Yesu Kristo, tunashuka mbele zako Bwana, tukilibariki jina lako, tukiliinua na neno lako. Tukiomba Bwana Yesu, ukazungumze na mioyo yetu, ukazungumze na nafsi zetu kupitia injili yako katika jina la Yesu Kristo. Wacha Baba hata wale ambao wanafuatilia online wakapone, wakafunguke, wakainuliwe katika jina la Yesu Kristo. Wacha Baba neno lako likabebe uhai. Uhai huo ukakae ndani yetu, katika roho zetu, katika nafsi zetu, kwa utukufu wa jina lako. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Makofi mazuri kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Kuna wimbo huo unaimba, wanijua vema Bwana. Tunaweza tukawimba. Wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, niko mbele zako. Wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, niko mbele zako. Wanijua wanijua wewe wanijua vema Bwana, niko mbele Baba. Wanijua kuketi kwangu kulala kwangu, kuondoka kwangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anatujua vyema. Haleluya. Yaani anaijua idadi ya nywele zako. Amen. Sisi tunaona tu kichwa cha dada Recho kimejaa shungi la manywele. Haleluya. Lakini Mungu ndo anajua hapa ziko nywele ngapi, na ni nyingi kweli kweli, mnaziona? Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kuwa pale ziko nywele bilioni 7. Haleluya. Amen. So siku ya leo tunaongelelea kuhusu Mungu anayeona na Mungu anayesikia. Sema Mungu anayeona. Mungu anayeona. Na Mungu anayesikia. Na Mungu anayesikia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua kila kitu kimetoka ndani ya Mungu. Ama hujui? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani kila kitu kimetoka wapi? Ndani ya Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hata haya mawe mnayoyaona haya yametoka ndani yake. Ndio maana anasemaje? Anasema ikiwa hamtanisifu ninaweza kuyaamsha mawe yanifanyie nini? Yanisifu. Halo. Ikiwa hamtanisifu ninaweza kuamsha mawe yafanye nini? Yanisifu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Cameraman umekwama mahali pamoja, tutembee na wewe. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Angalia kitabu cha Zaburi 94 verse 9. The book of Psalm chapter number 94 verse 9. Kitabu cha Zaburi 94 verse 9. Maandiko yanasemaje? Ya Zaburi, njoo hapa atusomee. Zaburi 94 verse 9. Verse 9. Ndio nasoma. Huyu anatusomea. Haya, some. Usiogope, soma kwa ujasiri. Aliyelitia sikio mahali pake asisikie, aliyelifanya jicho asione, awadibuye mataifa asikemee. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay. Nataka nisome tena nikiwa ninaielezea ndio muielewe. Haleluya. Mungu akubariki kwa kusoma. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. So kama vile alivyosoma hapo inasema aliyelitia sikio mahali pake. Haleluya. Yani aliyeliweka sikio mahali wapi? Yani ni Mungu ndo alipenda sikio likae hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu alipenda sikio aliweke hapa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndo Biblia inasema aliliweka sikio mahali pake, atakosaje kukusikia wewe? Na yeye ndo amekupea hilo sikio. Haleluya. Alafu inaendelea na inasema aliyelifanya jicho asione. Unajua kuna watu huwa wanafikiria Mungu hawaoni. Haleluya. Wewe unafikiria Mungu hakuoni. Unajidanganya nako ka akili kako kadogo. Bwana Yesu asifiwe. Maana hata hiyo akili yenyewe amekupa yeye. Haleluya. Hapo ni pale mtoto anaangalia kipochi cha mama kina pesa nyingi. Anasema hapa hata nikichukua dala mamangu ajui. Wewe shauri yako. Mamako anajua pesa zake ziko ngapi. Anajua ni 365. Anajua ukitoa dala atajua mtoto wangu ameanza ujanja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jina la Bwana liposifiwe. So hiyo Zaburi 94 verse 9 maandiko yanasema kama Mungu ameliumba sikio atakosaje kukusikia? Na kama Mungu ameliumba jicho atakosaje kukuona? Haleluya. Kuna wimbo tulikuwa tunaimba, macho macho ya Bwana ni makali mno, yalimwona Yeremia kiramba sukari. Haleluya. Ati yalimwona Yeremia kiramba sukari. Alafu siku moja Bwana akaamua niaibishe kabisa. Nimeramba sukari, hasa nikasahau kujifuta. Kumbe kulikuwa na tembe 3 kwenye mashavu. Sasa nikaitwa na nyanyangu. Bwana Yesu asifiwe. Akaniuliza, baba, ni nani amekuja hapa kuchezea sukari? Hai, mimi hata sio mimi. Wajua nilikuwa nasemaga sio mimi. Haleluya. Uko na uhakika sio wewe? Haki ya Mungu sio mimi. Mungu akaniambia uongo. Kuja hapa. Alinifinya maana palikuwa na jiwe 3 ya sukari kwenye shavu. Bwana Yesu asifiwe. So usifikirie kwamba Mungu hakuoni. Haleluya. Anaona yale mapito yako. Haleluya. Anaona mahangaiko yako. Bwana Yesu asifiwe. Anaiona pia mipango yako. Haleluya. Mungu anaona hoja zako. Makofi mazuri kwa Yesu jameni. Hata usikii kufurahia baada ya kujua kwamba Mungu anakuona. Bwana Yesu asifiwe. Ameniona. 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 Wapendwa, yani laiti mngelijua kwamba macho ya Mungu. Hebu angalia kule juu. Pata tu nafasi uangalie huku juu. Hasa hiyo unaona kama dunia hiyo ndomboni ya jicho lake. Bwana Yesu asifiwe. Ile yenye unaona pale vile iko kubwa, ile sasa ndio mboni ya jicho lake. Sasa jiulize kama Mungu ni mkuu kiasi hicho. Haleluya. Amen. Wataka kuniambia haoni mapito yako? Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamtokezea Kaini. Akamwambia Kaini, naona kuna dhambi iko mbele yako. Inakupaswa uishinde. Haleluya. Na ile dhambi ilikuwa ni ya kumuua ndugu yake Abel. Jina la Bwana liposifiwe. Ile dhambi ilikuwa inamnyemelea, ilikuwa ni ya yeye kumuua ndugu yake. Lakini Mungu akawa ameiona kabla itokee. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana liposifiwe. Mungu aonaye anaitwa Jehova Elrohi. Haleluya. E-L-R-O-I. Elrohi. Jehova Elrohi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua the more na kuhubiria hii injili, anza kupiga mahesabu. Anza kuangalia maisha yako. Haleluya. Ni jambo lipi lile ambalo limekuwa kama mwiba? Amen. Ni jambo lipi limekuwa sasa ni la aibu? Haleluya. Ni jambo lipi limekuwa ni la
ambalo yani imekuwa hata hakuna msaada unaweza pata kwa mwanadamu tena. Haleluya. Amen. Unajua kuna muda mwingine tunaweza tukaomba tukafikiria labda Mungu hajui hili. Haleluya. Sema hapa hata sijui kama Mungu ataelewa kichonyi kweli. Nikimwambia hili jambo na kichonyi ataelewa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikimwambia huyu Mungu hili jambo na kimijikenda atanielewa kweli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, maandiko yanasema ya kwamba Mungu anaona. Amen. Kwa sababu ameumba macho. Amina. Haleluya. Amen. Mungu anasikia kwa sababu ni yeye ambaye ameumba masikio. Amen. Haleluya. Amen. Ingekuwa hajaumba masikio asingefanya nini? Asingekusikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amina. Kwa hivyo huu ni ujasiri wa kwanza kabisa tumefanyaje? Tumeupata. Haleluya. Amen. Ndio maana Mungu akamtokea Musa na akamwambia mpaka Musa kuhusu ukoo wake. Musa mwenyewe alikuwa hana uhakika ametoka wapi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua Musa alipofika miaka 40 alienda akaanza kuangalia Wanaisraeli. Akakuta kuna Mwisraeli anateswa na Misri. Kwa hasira kali akampiga yule Misri akamuua. Alipomuua kwa sababu ya kuogopea maisha yake alitoroka. Akaenda kwa taifa linaitwa Midiani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alipoenda pale Midiani alikaa miaka 40 kwa mtu anaitwa Jethro. Na yule Jethro alikuwa pia ni mtu wa ukoo wake. Amen. Japo ukoo wa mbali kidogo. Haleluya. Amen. So alipokaa miaka 40 sasa ndo amefika katika lile jangwa pale mlimani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndo akaona kidogo maajabu. Anaona mti ni huu. Haleluya. Moto unawaka lakini mti bado uko green. Mti hauchomeki, haugeuki ukakuwa jivu. Alishtuka. Akaambiwa Musa, vua viatu vyako, mahali hapo unakanyaga ni patakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alafu Mungu akamwambia kwamba mimi ni Mungu wa baba yako. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Labda Musa alikuwa anasema mimi niliokotwa tu baharini, mimi sikuwa na baba, sikuwa na mama. Haleluya. Amen. Lakini Mungu akamwambia kwamba mimi ni Mungu wa nani? Wa baba yako Abraham. Amen. Haleluya. Amen. Isaka, sio mwa Isaka, Isaka na Yakobo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana liposifiwe. Amina. So Mungu akamdhibitisha Musa kwamba mimi ninakufahamu zaidi ya jinsi unavyojifahamu. Amen. Haleluya. Tena ndio ujue Mungu ni wa maajabu, anaongea na Musa hapa, alafu anamwambia na tena ninaona ndugu yako Haruni anakuja kukulaki. Ampatieni Yesu makofi mazuri. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani Mungu alikuwa anaongea na Musa hapa. Haleluya. Amen. Alafu tena huyo Mungu kwa hiyo dakika akamwambia kwamba ndugu yako Haruni anakuja kukutana na wewe. Amen. Sema Bwana anaona. Bwana anaona. Bwana anaona. Bwana anaona. Macho ya Bwana ni makali mno. Macho ya Bwana ni makali mno. Nasema macho ya Bwana ni makali mno. Macho ya Bwana ni makali mno. Aliona hapa patakuwa madhabahu. Aliona hapa kutakuwa madhabahu. Aliona hapa patakuwa madhabahu. Aliona hapa kutakuwa madhabahu. Aliona hapa watu watakuja wakae walishwe neno. Aliona hapa watu watakuja wakae walishwe neno. Aliona hapa watu watakao wakuje wafunguliwe. Aliona hapa watu watakuja wakae wafunguliwe. Aliona hapa watu watakuja wafanyike mamilionea. Aliona hapa watu watakuja wafanyike mamilionea. Wewe ni milionea. Wewe ni milionea. Nasema wewe ni milionea. Hata wewe ni milionea. Bwana Yesu asifiwe. Jipigeni makofi katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Nyinyi ni mamilionea by the way. Amina. Amen. Amen. Seti ni sarakasi hapa na ndio ukweli wa mambo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu Mungu tunayemwabudu, fedha na dhahabu ni nini? Mali yake. Na kama yeye anaona basi atakuonyesha njia za kufanyaje? Za kufaulu. Amen. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So, angalia vizuri katika hicho kitabu cha Kutoka 3 pale mstari wa 4. Kutoka 3:4. Tuangalie vizuri kwa makini. Kutoka 3. Wajua usijione dhaifu. Ukikaa hapa vuta hewa vizuri. Sio kuivuta na wasiwasi. Kama ni barafu ndani ya karatasi. Wajua barafu ndani ya karatasi ndio kuna vile unaivuta unasubiri.
Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikuwa Yesu. Alikuwa mkombozi. Amen. Alikuwa mkombozi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kutoka 3:7 Biblia inasemaje? Kutoka 3:7. Kwa haraka sana. Nasema Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri. Nami nimekisikia kilio chao. Kwa sababu ya wasimamizi wao. Maana nayajua maumivu yao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu sasa anamwambia Musa vipi? Nimeona mateso ya watu wangu. Nimesikia na kilio chao. Maumivu yao yamekuwa maumivu yangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, wakati ambapo Mungu anakuona, wakati ambapo Mungu anakusikia, ni wakati ambapo anajua kabisa hauwezi tena kuyabeba hayo maumivu. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu alitudhihirishia pale msalabani. Ndiyo, Yesu alikuwa ni Mungu 100%, lakini pia alikuwa ni mwanadamu. Yesu alikuwa na figo. Yesu alikuwa na maini pia. Alikuwa na mbavu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe lakini. Haleluya. Ndio maana alipokuwa pale msalabani, aliposikia amelemewa sana, alifungua kinywa na akasemaje? Akasema, Baba, mbona umeniacha? Maana maumivu yalikuwa makali. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali mtu anaweza akafika katika maisha, wapendwa, ukajisahau kama wewe ni muombezi. Yaani ukasahau kama ni wewe ndio umekuwa ukituma moto Indian Ocean. Natuma moto Indian Ocean. Natuma moto huko. Baharini natuma moto. Kuzimu natuma. Hiyo siku unaweza fikiria wewe ndio uko kuzimu atume huo moto. Haujafika hapo mahali. Bwana Yesu asifiwe. Umekuwa wewe ndio unatupa moto kuzimu. Natuma moto kuzimu, napiga wakuu wa anga, napiga mapepo, napiga falme. Hiyo siku utapitia, wewe ndio utajiona labda ndio huyo mkuu wa anga. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nishaifika mahali. Haleluya. Mnaona pale mamake Angel anakaa pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza ukikaa pale uko unapaombea sana, uko unaniombea pia na mimi rehema. Maana pale mamake Angel anakaa, kuna libonde fulani limeporomoka hivi. Nishaenda nikafika pale nikaketi. Nikawa naangalia yale maji vile yanapita pale, nikaangalia juu nikasema, Bwana, tuma upanga kutoka mbinguni unigawanye. Haleluya. Bwana, tuma upanga kutoka mbinguni unigawanye. Unigawanye Bwana Yesu. Nije kwako salama salmin. Hakika nilifika mahali nikaomba hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kitambo kidogo. Haleluya. Jina la Bwana lipewe. Hapo nilisahau kabisa kama mimi ndio yule nilikuwa natoa mapepo. Nilisahau kama mimi ndio yule nimekuwa nikitia watu moyo. Mama, usijali. Jitie moyo. Jitie moyo tu. Hayo mapepo yote ambayo yanakupiga wacha yaje kwangu. Mimi ni babako wa kiroho. Hiyo siku babake mtu wa kiroho alikuwa amefika mahali anamwambia, Bwana, nitumie upanga unigawanye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amina. Elijah ambaye ameshikisha moto. Haleluya. Amen. Elia nabii mkuu. Nabii mkuu aliyeshikisha moto kutoka juu. Anafika mahali anamwambia Mungu, mimi sio bora kuliko baba zangu. Wacha nife baba. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna mapito mengine ambayo mtu anaweza kapita akafika mahali akasema ni kama hata ya Yesu, wewe ni wa storybook. Haleluya. I know. Mimi ninajua. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Kuna mapito mtu anaweza kapitia, yani ukajidharau mpaka ukakosa ujasiri wa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Haujafika hapo mahali wewe? Bwana Yesu asifiwe. Haujafika hapo mahali? Angalia. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ushaikula sima na tangawizi? Ukimaliza usikia kutapika.
Bwana Yesu asifiwe. Kameramani angalia usipige muondoko. Kameramani angalia usianguke chege style hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amina. Yaani kuna mahali wewe inafika unaweza ukadanganywa na shetani ni kama Mungu asikii maombi yako. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mahali unaweza ukafikishwa ukadhani ni kama ambaye Mungu haoni hali yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana liposifiwe. Amen. Mapito mengine unaweza ukapitia mpaka ukafikiria labda umemkosea Mungu, hizo ni adhabu unalipa. Haleluya. Jina la Bwana liposifiwe. Ayubu alipokuwa anateseka, kulikuwa na marafiki zake watatu ambao walimwambia kwamba Bwana, kusema kweli labda ulimkosea Mungu mahali. Ndio maana unapitia haya mapito. Haleluya. Amen. Pengine Ayubu kuna mahali ulimkufuru Mungu ndio maana unateseka. Haleluya. Amen. Lakini huo wakati ambapo Ayubu anateseka, kumbe macho ya Bwana yanajivunia. Haleluya. Amen. Maana kabla Mungu aruhusu shetani anyoshe mkono, alimwambia vipi shetani? Unamuona mtumishi wangu Ayubu jinsi alivyo mwaminifu kwangu. Haleluya. Amen. Unamuona mtumishi wangu jinsi alivyo mwaminifu? Unamuona mtumishi wangu jinsi anavyozingatia neno langu? Amen. Haleluya. Amen. So wapendwa, wakati ambapo maombi yanakuwa haya apply, wakati ambapo umejaribu hata kukopa, unajua unaweza ukakataliwa hata kukopeshwa. Pale penye umekuwa ukikopa kabisa na haujawahi leta shida ya kulipa, unaweza ukaambiwa sasa leo sikopeshi. Hata nimetoka kukopesha watu kama 10 sasa nimemaliza stock. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nishaendaga mahali katika yale maisha yangu ya mapito. Huyo mtu akaniambia vipi unajua? Labda nikukopeshe unga tena kilo 1. Uto nikuwekea 30. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chumvi usichukue kubwa babangu. Chumvi uchukue ile ya $1. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na sitaongezea vingine. Sina huo uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nishafika hiyo mahali unabalansiwa. Haleluya. Amen. Na si kwamba eti utalipa, lakini ni shetani huwa anatakaga akupige kiimani, akufinyange. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na huyo mtu ambaye anakukopesha hivyo sio eti kwamba naye ni mbaya. Huwa ni Mungu ameruhusu hivyo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa, kwa kweli unaweza ukapitia mahali mpaka ukabaki unashangaa, unadua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unabaki unafanyaje? Amen. Amen. Lakini Mungu akanena na Musa akamwambia kwamba nimeyaona mateso ya watu wangu, nimesikia na kilio. Hivi wataka kuniambia wale watu walikuwa wamlilie Mungu siku ya kwanza? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wataka kuniambia wakati walikuwa wanateseka, walikuwa hawamuiti Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Lakini the more aliendelea kumuita, the more akaendelea kumuita, ile ikatengeneza anga fulani ya kualika uwepo. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tujue kwamba Mungu ni roho. Haleluya. Wajua mimi naweza nikaenda kwa dada Recho nikiwa nimeweka shati hivi. Angalieni. Nikiwa nimeweka shati vipi? Bwana Yesu asifiwe. Nikiwa nimeweka shati hivi alafu mifupa hii ionekane ama nitaikaza itokezee. Alafu nenda nimwambie wajua dada Recho, yaani ukiniona hapa mimi sijakula hata hapa nikipigwa na upepo naanguka. Nilikula 207 mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Dada Recho ataniangalia, ataona mishipa imetoka, ataona mdomo umekauka na labda nimejipaka jivu. Haleluya. Atanihurumia, atanisaidia. Kwa sababu yeye ni mwanadamu mwenzangu. Lakini Mungu ni roho. Haleluya. Roho haishawishiki rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Roho hayalikwi rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Roho haishawishiki rahisi. Angalia Mungu anawaambia Wanaisraeli, nendeni mkauzunguke ukuta wa Yeriko mara 7. Ule ukuta usifikirie eti kalikuwa ni kaukuta kadogo. Ilikuwa ni bonga la kuta. Haleluya. Yaani Mungu huwa ni roho.
Anatakaga bidii. Ndio maana anasema mtafuteni Bwana kwa bidii nanyi mtamuona. Bwana Yesu asifiwe. Unajua leo nimesema nikufundishe jinsi ya kuonekana na Mungu. Sorry. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema leo nikufundishe jinsi ya kupeleka hoja yako mbele za Mungu. Haleluya. Elia alipokuwa anaomba mvua ishuke, hakuomba mara ngapi? Hakuomba mara moja. Biblia inasema alienda akaomba akiwa anamtuma mtumishi wake aende angalie baharini. Umeona chochote? Sijaona chochote. Akarudi tena akapiga magoti akawa anaendelea kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Akaendelea tena kuomba, akaendelea kuomba. Ndio mwisho, Bwana wangu, naona baharini panatokea mkono kama wa mtu. Hilo ni wingu la mvua. Jina la Bwana liposifu. So kuna kitu kinachoitwa persistence. Sema persistence. Persistence. Yaani ule mfumo wa kufanya hilo jambo mara kwa mara ndio huwa kunagusa moyo wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati ambapo unaenda mbele za Bwana na pengine uone labda umeomba ndo mambo yakaharibika, hilo lisikuvunje moyo. Pengine labda Bwana ameruhusu iwe hivyo. Aangalie aseme okay, nikiharibu mambo atanipenda. Nikiamua niawache atanipenda. Maana unajua kuna wengine anaweza fika mala, sasa hata hivyo kaa huko, acha nende zangu nitafute miungu wengine. Utakuwa na kuomba wewe kila saa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Jina la Bwana liposifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Siku moja mimi nilikuwa nimefika hali ya kukata nini? Tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa nimefika hali ya kukata tamaa mpaka nikaenda nikajilaza kwenye kitanda. Wajua Mungu alinitoa pale kwa sauti yake kwa njia ya ajabu sana. Maana niligeuka hivi alafu nikashikilia nikaweka mkono kwenye mbao ya kitanda. Alafu akaniambia hicho kitanda ulichokilalia, hiyo mbao uliyoishika ilikuwaga ni mti. Huo ulikuwa ni mti na huo mti niliufanya kwa mikono yangu. Kwa hivyo utakosa kuniamini kweli? Ilibidi nishuke ningie chini ya mvungu. Bwana nisamee na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia kama nimefanya huu mti ukatengeneza kitanda cha kifahari namna hii, nikaheshimisha mbao, kwa nini wewe nisikuheshimishe niliyekufanya kwa mfano wangu? Amen. Mpatie Yesu makofi mazuri. Na leo mjafanya changu na vigelegele, fanyeni. Bwana Yesu asifiwe. Sikiza, nilikuwa nimefika mwisho, nimekata nini? Nimekata tamaa. Haleluya. Nikaenda nikalala kwenye kitanda nikiwa na njaa. Bwana Yesu asifiwe. Hasa nikawa ninakufuru katika moyo. Alafu nikaweka mkono kwenye kitanda, nikaweka mkono kwenye ile edge ya kitanda. Alafu Mungu akaniambia, unaona hicho kitanda kilikuwaga ni mti. Na huo mti niliufanya mimi. Bwana Yesu asifiwe. Na huo mti mpaka umekuja ukafanyika kitanda mpaka imekaa ndani ya nyumba, huo mti haunyeshewi tena. Huo mti umeheshimika. So kama naweza nikaheshimisha huo mti ambao ni wa kitanda, inakuwa vipi wewe unaelala kwa hicho kitanda ambaye nimekuumba kwa mfano wangu? Haleluya. Nilipata nguvu nikaingia chini ya kitanda nikasema, Bwana ni kweli unaniona. Bwana ni kweli unanijua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuanzia leo unafaa kuwa na ujasiri kwamba Bwana anakuona. Unafaa kuwa na ujasiri kwamba Bwana anakujua. Ananyoosha mapito yako. Haleluya. Bwana ananyoosha mapito. Na anakuambia kwamba upitapo katika moto nitakuwa na wewe. Upitapo katika maji nitakuwa na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua sikio na jicho haliko mbali. Haleluya. Kwanza sikio na jicho liko katika line moja ya kichwa. Wacha tutumie mfano wa bugo, si ndio? Tutumie mfano. Bugo atalia. Tutumie mfano. Angalia. Unaona sikio ile hapa alafu jicho ile hapa. Unaona kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Unaona vile iko karibu. Yaani ni mstari mmoja. Kwa hivyo Mungu anakuona na anakusikia kwa wakati mmoja. Sijui kama mmepata hiyo picture. Ndio maana hakuweka jicho mbali na sikio. Jina la Bwana liposifu. Unajua kila kitu kinafaa kikufunze ufunuo za Mungu. Unafaa ukue prophetically. Unajifunza funuo za Mungu. Kama vile jicho na sikio haliko mbali. Jicho ile hapa, sikio haliko mbali.
basi Mungu huwa anakuona na anakusikia. Ndio maana anamwambia Musa katika Kutoka 3:7, nimeyaona mateso yao na pia nimesikia kilio chao. Nimeona mateso yako mama na nimesikia pia kilio chako. Nimeona mateso yako, nimesikia kilio chako. Wanadamu huenda wakaona mateso tu, lakini wakose kusikia nini? Haleluya. Mbungi unayemfuata huenda akakuona kweli umesota, umecharara mpaka lesson yake ya campaign, lakini imechapa. Haleluya. Ni kweli ataona wewe ni supporter wake, atakupea 350 ya kwenda kununua unga na viganyawari kule. Bwana Yesu asifiwe. Maana atakuwa kweli ameona kweli huyu mama anakuja kuomba msaada na kweli amefunga leso yangu. Hii leso ni ya chama changu, wacha nimsaidie. Lakini atakuwa hajasikia bado kile kilio chako cha ndani. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Pengine kilio chako cha ndani unataka amani zaidi ya hata msaada wa nje. Haleluya. Pengine kilio chako cha ndani unataka sauti tu ikwambie usijali, Bwana yunawe. Haleluya. Pengine sauti ya ndani ama kilio cha ndani unataka upate sauti ambayo itakwambia hautakufa. Pengine labda umeambiwa hii ugonjwa itakuua na miezi 5. Sasa labda kilio cha ndani unataka uambiwe kwamba hautakufa, utaishi, kuna Mungu anayeponya. Bwana Yesu asifiwe. Ama hujui kama kuna mtu shida si pesa. Pesa si shida kwake. Haleluya. Pesa sio shida, hata anaweza kuzitumia kama toilet paper by the way. Haleluya. Ni kweli kuna mtu pesa anaweza kuzitumia kama toilet paper. Lakini akipiga mahesabu ndani mwake kuna hali inamtafuna. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Ndio maana kuna pastor mmoja alikuja akanibariki sana na akanifungua jinsi ya kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa najua jinsi ya kubalance mahubiri, ninaweza nikahubiri ili injili ikasikizwa na kila mtu. Alikuja akasema kuna watu mfano kila mtu, mfano nyote hapa mko na magari na nyote hapa mko na manyumba, rentals, bank accounts. Alafu nianze kusema pokea gari, pokea nyumba, pokea plot wewe. Pokea ndege na kila kitu mko nacho. Wajua nitakuwa naboesha. Bwana Yesu asifiwe. Mama mtakuwa anasema sasa kila kitu tuko nacho, labda tukupatie wewe na ukoo wako. Haleluya. Naweza nikakununulia hizo gari na ukoo wako wote. Haleluya. Mapesa naweza nikakuosha nazo ama naweza nikakudesignia suti ya pesa tu. Haleluya. So I need something more than that. Nahitaji kitu zaidi ya hicho ambapo sasa ndio Mungu anayeona. Inaweza kuwa uko na pesa ndio, inaweza kuwa uko na magari, lakini hauna siri ya roho. Maana Yesu anasema katika Yohana 6:64, maneno yangu ni roho na ni uhai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukiwa na Yesu ni zaidi ya mali ya dunia. Tukiwa na Yesu ni zaidi. Haleluya. Ni zaidi. Ndio maana anasema ukinipata mimi kwanza, hiyo mali inakuwa ni nyongeza. Haleluya. Ukinipata mimi kwanza, mali, fedha, dhahabu zinakuwa ni nyongeza. Na Mungu akikwambia nyongeza, usifikirie eti ni kitu kidogo. Hizo nyongeza zilimlemea Suleiman, zikamfanya kaanza kufanya mawazo mengine maovu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nyongeza, Mungu akiita kitu nyongeza, sio jambo dogo. Ikiwa siku moja kwa Mungu ni miaka 1000. Haleluya. Na ikiwa Mungu anasema huyu amelala, sisi kwetu ni amekufa, hata tunalia. Haleluya. Kweli Mungu akisema kwamba huyu amelala, sisi tunasema ametuacha. Tumesijeremia ametuacha. Tumesijeremia muka. Seti naita kifo, usijisemee kwa roho yako. Ana dada Recha anahuzunika, lakini jitie nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na sio kwamba eti nachekelea msiba, hapana. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba nachekelea msiba, najaribu kuwafundisha kinabii. Haleluya. Najaribu kuwafundisha kinabii. Maana kupoteza mpendwa ni jambo lizito. Haleluya. Lakini najaribu kukuonesha misingi ya kiroho. Ndio maana Yesu alikuwa akienda kufufua mtu anasema msilie, huyu hajafa.
amelala. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amelala. So kama hizo ndizo lugha za Mungu, haleluya, unafaa uwe sasa na hiyo roho ya kiungu kuweza kutafsiri fumbo za kiungu. Amina. Ambapo hiyo ni zaidi ya fedha na dhahabu. Amen. Ndio maana mfalme alikuwa na madhahabu, mfalme alikuwa na fedha, lakini alishindwa kutafsiri ndoto. Ilibidi kijana ambaye amejaa utajiri wa rohoni aende amtafsirie ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, mmebarikiwa. Amen. Mmeinuliwa. Amina. Kwa hivyo kuna Mungu anayefanyaje? Kuna Mungu anayeona na anayesikia. Anasikia hata hiyo sauti ya wasiwasi ya ndani. Anaisikia. Sasa nitapata kazi kweli na sijasoma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sina hata certificate. Wale ninaoenda ku-apply na wao, wengine hata wanaongea Kijerumani. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka Mungu alimuonekania Esther. Esther ambaye alikuwa ni yatima na ambaye alikuwa hayuko hata na umbo lolote labda la kutishia sana. Mungu alimpa mafuta ya kibali. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So mimi ninakuongelesha mpendwa, wewe ambaye unanisikia popote pale ulipo. Wapendwa, Mungu anaona. Amen. Mungu anasikia. Amen. Anaona hata mitego inayotegwa kwako miaka 10 ijayo. Amen. Na ukikaa ndani yake anaitegua mitego hiyo. Amen. Ndio maana ibada ni za muhimu sana. Amen. Haleluya. Amen. Wewe haujui wewe kuja hapa kwa ibada siku ya leo umejiepusha na mtego upi. Amen. Pengine hata nyumba ilikuwa labda ianguki. Haleluya. Amen. Pengine hata ungenyongwa na huo mkate wako huko. Ukaanza kukimbia kutafuta madawa ya kuendesha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jina la Bwana liposifiwe. Amen. So kukaa katika nyumba ya Bwana unanawirishwa. Amen. Kukaa katika nyumba ya Bwana unakuwa wewe sio mtu yule wa kawaida tena. Amen. Kukaa katika nyumba ya Bwana, ile mitego ya kisirisiri ya magonjwa shetani huwa analemewa na inakuachilia. Jina la Bwana liposifiwe. Saa nyingine ukiwa unaamka nyumbani mwako unaona kikombe kimeanguka kikavunjika bahati mbaya, hakuna bahati mbaya. Lile lilikuwa ni tukio la rohoni lingetokea. Wewe ndo labda ungeanguka kichwa kikapasuka vile. Lakini sasa kwa sababu umefichwa katika neema, kwa sababu umekaa katika roho, malaika wa Mungu wanakuzunguka, inakuwa sasa kile kikombe ndo kinalipa gharama yako. Yaani shetani anadharauliwa. Anaambia wewe ulikuwa muue mtumishi wangu. Ebo, kikombe ndicho hicho kinachovunjika. That is how God works. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana liposifiwe. Acha niwamalizie na ushuhuda mmoja. Nilikuja nikaenda mahali Taita Bura. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kule Bura nilikuwa nimeenda kuombea mama ambaye alikuwa anatetemeka hivi. Yaani mama alikuwa anatetemeka. Mpaka hata nilipofika nilisema, Yesu unanijua. Nisaidie nisicheke Bwana. Nisaidie Bwana nisicheke. Nisaidie Mwokozi nisicheke. Nikaanza kujikumbusha yale mapito machungu katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si eti kwamba ningecheka kwa sababu nasikia raha. Yaani ningejipata tu yani nimecheka tu. Unajua Bwana Yesu asifiwe. Yaani maana yaani baba alikuwa yani Mungu wangu. Watu wanateseka. Haleluya. Na yenyewe ni kweli Bwana alinisaidia nikakumbuka mapito machungu, nikakumbuka wadeni wangu wote. Wale ambao waliniambia vibaya. Sikulipi, fanya vile utafanya. Enda kwenye utaenda. Sasa nikawa nakumbuka hizo sauti. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa nakumbuka ile siku nilisingiziwa nimeiba pesa. Sasa hii kanifanya nikawa na roho ngumu, nikamwambia mama usijali. Usijali. Bwana yuna. Bwana wajua ili tuseme ukweli, tumwaibishe shetani. Na pia nakufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna majira ya kila kitu. Amen. Sasa basi nilipoenda pale, haleluya. Amen. Nilipoenda pale nilienda kwanza msalani, chooni. Nikaenda pale chooni nikapiga magoti. Na nikasema Bwana mimi nimekuja hapa. Nimejinyenyekesha sana, nataka nikuone. Angalia mahali ambapo nimekutafuta. Nimepiga magoti hapa kukuonesha kwamba ni wewe ndio unafaa upate utukufu. Amen. Nimeinuka hivi simu Bwana imetoka bahati mbaya kwa mfuko, imnazunguka kwa shibo la choo ataka kuingia ndani. Ilibidi nianze lugha rama mama senterere musia daba rakotele beregia kundara daba sokrekedeba.
nikainyakua mara moja. Bwana Yesu asifiwe. That was angels. Wale walikuwa ni malaika wa Mungu wamenisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Maana wewe nilipiga mahesabu sana. Hiyo simu vile nilingangana kuuza makaa, kuingia timboni kutoa mchanga ni inunue. Alafu eti simu yataka kuanguka kwa sababu ya Shetani alishindwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Mungu akaniambia hali kama hizi usikue na kicheko. Pale Bwana alikuwa anataka ninyooshe. Nilitoka nafuta jasho. Yaani mpaka wakasema yaani mtumishi ameingia chooni anatoka nafuta jasho. Lakini mimi ndo nilikuwa najua ni pambano lipi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ndo nilikuwa najua ni pambano lipi linalonifanya nimetoka chooni na ninafuta jasho. Labda walisema labda kazi ilikuwa kali. Lakini nikamwambia shauri yenu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nawaambia Bwana peke yake ndiye anayekujua vyema. Amen. Ni Mungu peke yake ndiye anayekuelewa nje na ndani. Amen. Haleluya. Hawajui ni kwa samterero siada shavregedegedebedia. Zobedebedia. Nimetoka hivi. Asifiwe Bwana. Haleluya. Kata. Huduma imeanzia kwa choo. Huduma ilianzia kwa choo. Amen. Barikiweni sana. Mpatieni Yesu shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Kata.